Huwa ni mpenzi mwana michezo, ni wasaa mwingine tena tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo, hususan za klabu ya kupendwa ya Young Africa. Na kubwa zaidi hapa ni kuhusiana na usajili mpya ambao unaendelea katika klabu ya Young Africa, na taarifa ambazo zipo zaidi ya 95% ni kwamba kocha wa sasa wa Young Africans anakwenda kuondoka baada ya mwisho wa msimu. Najua hii ulikuwa unaifahamu, lakini ni kocha gani sasa ambaye Young Africans wamemaliza naye mazungumzo? Kwa asilimia kubwa mmekuwa mkifuatilia na mtakuwa mnajua ni yale ambayo yanaendelea. Stefan Aziz ameondoka, Mzinze naye yupo njiani. Kama mambo yatakwenda kama inavyotakiwa, fedha zitalipwa, basi naye pia anaweza kwenda kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca. Lakini kama ndo mara ya kwanza, basi unafika katika channel hii, usisahau kusubscribe kwa kuwa wewe ndo shabiki wetu nambari 1. Na unaweza kutuambia wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani, au wewe ni shabiki wa Simba kutokea maeneo gani, na sisi tutakupata, tutasoma ujumbe wako mfupi pale ambapo tutaingia kwenye live nyingine. Sasa kubwa zaidi hapa ni usajili wa kocha mpya. Young Africans wanashindwa kukamilisha madili ambayo wamekwisha kubaliana na wachezaji kwa sababu bado kocha mpya hajatoa tamko, na taarifa ambazo tulizo nazo, taarifa za uhakika, ni kuhusiana na Rowan Mkwena, kocha ambaye amekifundisha kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini pia Wydad Casablanca ambayo ilikuwa imechoka sana, lakini amerudisha kwenye uhai. Licha ya kuondoka kwake, basi anaweza kutimkia katika klabu ya Young Africans kwa kuwa zaidi ya 80% zinasema kocha Mkwena amekubali kupunguza kile kiasi ambacho anakitaka, lakini pia amekubali kupunguza baadhi ya staff ili kujiunga na klabu ya Young Africans. Lakini ambacho bado kinawapa ugumu Young Africans ni kwamba kocha Mkwena bado anawaambia kama wanamhitaji yeye, basi itabidi wasubiri yeye awape report ya wachezaji ambao anataka awatumie katika msimu unaokuja kama atajiunga na klabu ya Young Africans. Na kazi kubwa inaendelea kufanywa na viongozi wa Young Africans kuona ili dili linakabilika mapema ipasavyo. Hawataki kulitangaza saa hizi kwa sababu ya kuharibu concentration ya wachezaji na kuharibu ile concentration ya staff waliopo katika klabu ya Young Africans. Wanataka kwanza masuala yote yaishe ligi, wao wanajua wana mechi 2, na wakizimaliza hizo basi watakwenda kufanya mambo yote yawe wazi. Lakini zaidi ya 85% Rowan Mkwena anakwenda kukipiga katika klabu ya Young Africans akiwa kama kocha mkuu, na itakuwa ni battle kubwa, battle ya South Africa kati ya Fadlu Davis na Rowan Mkwena ambaye yeye anataka vyuma kweli kweli, na nia yake ni kubwa, na amewaambia kabisa kwamba Young Africans kama wanamhitaji kweli, basi itabidi wafanye usajili wa kweli, inabidi wamwachie authority zote yeye ili aweze kuwa na kikosi chake anachokitaka. Na Young Africans hawana hofu kabisa kwa sababu wanajua mpira wa Tanzania sasa umekuwa, hizi longolongo zimekwisha. Kwa hiyo ni kuwekeza kwenye wachezaji na waweze kuona ni kwa namna gani wanaweza kunufaika na kupata kombe la Afrika, kwa sababu Rowan Mkwena yeye anachokitaka ni kushinda taji la barani Afrika, yani tunamaanisha CAF, lakini sio kwamba ile Confederation ambayo wapo Simba sasa hizi, lakini anataka kushinda CAF Champions League. Ndo hiyo ambayo anataka wachezaji wa kalba kubwa. Yeye ndo ka play part kubwa ya Maxim Pia Nzengeli kuendelea kubaki katika klabu ya Young Africans. Amemwambia kama wanamhitaji basi Maxim Pia Nzengeli aendelee kusaini. Amesaini Young Africans Maxim Nzengeli, lakini Kwasi Ataula naye pia mkataba unakwenda mwishoni, na Young Africans huenda wakamuongezea mkataba, lakini atakuwa na injury ya muda mrefu. Lakini pia Rowan Mkwena anataka kiungo namba 6 mwingine. Haridi Haucho umri unakwenda, lakini hatujajua sasa Young Africans wana mpango gani na mtu mwingine. Usisahau kusubscribe. Hii ni The Sport, tukutana wakati mwingine. Asante sana, asante wewe shabiki wa Yanga.